wewe Baba, wewe watosha, wewe wastahili, wewe Baba, wewe Yesu, uweza wa yote ni wewe, wewe
siku ya leo Bwana. Umetupa hii, umetusaidia, umetupigania, tumeona mkono wako na uweza wako juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya kila mmoja aliye ndani ya nyumba hii. Asante kwa sababu kutoka mahali pake umetuleta ili kwamba tukaweze kubarikiwa pamoja. Na kushukuru kwa sababu ya wasikilizaji wetu na wale ambao wanao tutazama katika jina la Yesu Kristo walio ndani ya nyumba hii. Naomba ninaponena neno lako Bwana kwa watu wako, unipe kibali na neema, ukaweze kunisaidia. Unipe mafunuo kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unayebariki watu wako. Zungumza pamoja nasi katika ibada hii Bwana, ili kwamba kila mmoja mahali popote alipo, wale ambao wengine wako katika manyumbani mwao, wale ambao wanasafiri wako ndani ya gari, wale ambao Bwana wako katika njiani, wengine katika biashara zao, na wale ambao wamepata nafasi kujumuika pamoja nasi katika nyumba hii, naomba kwamba Bwana ukanene pamoja nasi. Tumenyenyekea ukapate kuinuliwa juu. Zungumza pamoja na mtu katika ibada hii Bwana. Ni wewe uliye tegemeo letu, ni wewe msaada wetu, ni wewe Mungu unenaye pamoja na mioyo yetu. Tuko tayari tusikize yale ambayo Bwana unataka kuzungumzia kupitia kwa neno. Bwana, jina la Baba lipewe sifa na milele yote, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwenye uwezo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Tupige Bwana Yesu makofi kwa wema wake katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo ambaye Bwana ameifanya tukaweze kuwa katika nyumba yake. Ni tarehe 10 mwezi wa 12. Mmegharimu Bwana mkono wake, ametupigania katika mlima na mabonde, na neema yake imetutosha. Kwa hivyo mahali popote pale ulipo, nataka ukaweze kwenda kusikiza neno la Bwana, maana mara kwa mara Mungu unena na watu wake. Na kwa sababu hiyo ninaamini kwamba katika ibada hii kuna kitu kisicho cha kawaida Bwana anataka kusababisha katika maisha yako. Kwa hivyo kuweni tayari na neema ya Bwana na kukushukia mahali popote pale ulipo, katika viwango vikubwa, katika jina la Yesu Kristo. Niruhusu niweze kwenda kusoma neno la Bwana kutoka kile kitabu cha Marko mlango wa 9. Tasoma mistari michache ili tuweze kwenda kubarikiwa pamoja. Biblia inasema hivi katika Marko 9 mstari wa 14. Tasoma katika lugha ya Kiingereza. And when they came to the disciples, they saw a great cloud around them, and scribes arguing with them. And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed and ran up to him and greeted him. They asked them, "What are you arguing about with them?" And someone from the crowd answered him, "Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute. And whenever it seizes him, it throws him down, and he falls and grinds his teeth and it becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able." And he answered them, "O faithless generation, how long am I going to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me." And they brought the boy to him. And when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming and at the mouth.
And Jesus asked him, Father, and Jesus asked his father, how long has this been happening to him? And they said, from childhood. And it has often cast him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. Immediately the father of the child cried out and said, I believe. Help my unbelief. And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying, to it, you mute and deaf spirit, I command you, come out of him. Come out of him and never enter him again. And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse, so that most of them said, he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno hili. Libariki na ukatubariki pia. Bariki kila mmoja aliye na uwezo kututazama na hata Bwana kutusikiza. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Katika asubuhi ya leo nataka niweze kuzungumza na mtu ambaye anayetusikiza katika asubuhi ya leo. Mahali nimesoma, nimeamua nikaweze kuzungumza kwamba kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Katika kitabu cha Marko mlango wa 9 na aya yake ndogo ya kuanzia 14 ama uanzie aya ya kwanza, inazungumzia kuhusu Kristo Yesu akipanda katika mlima akiwa na wanafunzi wake watatu. Mmoja anaitwa James, mwingine anaitwa Peter na mwingine anaitwa John. Walienda katika mlima. Walipoenda katika mlima kwa ajili ya maombi, Yesu alija ya kuwa Mungu alipenda kuenda kutafuta mapenzi ya Mungu na kupata nguvu mpya katika mlima wa Bwana. So kipindi hiki alienda pamoja na wanafunzi hawa, na alipoenda katika mlima, Biblia inasema kwamba pale akawa amebadilika sura, na wanafunzi wakavutiwa sana, wakamwambia Bwana, wacha tujenge vipanda vitatu hapa, kipanda kimoja cha Musa, kingine cha Elia na kingine chako. Na wakati walitoka sasa juu ya mlima, wakaingia na kujiunga na wanafunzi wengine. Biblia inasema kwamba wakapata wale ambao ni waandishi, Mafarisayo pamoja na Masadukayo, wakiendelea kupingana ama kujadiliana na umati wa watu pamoja na wanafunzi wa Yesu. Biblia inasema kwamba mara walipomuona Yesu ameingia, wakakimbia kwa nguvu nyingi, kukawa na msongamano waweze kumfikia Bwana Yesu, sababu walijua Yesu akiwa vitu vinabadilika. Yesu akiwa
waliposongea, Yesu akauliza ni nini inaendelea. Mtu mmoja akatokea ndani ya mkutano, akaanza kuzungumza moja kwa moja na Yesu. Akaweza kumwambia Yesu, nililete mtoto wangu katika kwako wewe. Na alimleta wakati Yesu yako mlimani. So wanafunzi wake wakawa ndio wanahudumia huyo mtoto wake. So anamwambia Bwana Yesu, nilileta mtoto wangu kwako. Na wanafunzi wako wakaweza kumshughulikia, lakini hawakuweza. Nguvu zao ni kidogo, wakashindwa kufukuza pepo ambayo ilikuwa inasambulia mtoto wangu. Mara inamwanguza chini, mara inamweka kwa moto, mara ndani ya maji. Tumeteseka kwa miaka, tumesumbuka. Shida hii imekuwa tangu kuzaliwa kwa mtoto huyu. Tumepitia maneno, mioyo yetu imevunjika. Leo hii tulipomleta, wanafunzi hawatafanya kitu, hawakuweza kumsaidia, hawakuweza kufukuza pepo. Lakini sasa vizuri umekuja. Biblia inasema hivi, Yesu akaweza kugeukia wale watu, na yule mzee akamwambia, nini kisasi kisichokuwa na imani? Nitakaa na ninyi mpaka lini? Akasema, mlete mtoto huyo. Na Biblia inasema kwamba mtoto alipoletwa, ile pepo ilikuwa ndani yake ya kuanguza mtoto chini, ikaweza kumwanguza mara nyingine mbele zake Bwana Yesu. Na alipoanguswa chini, Yesu akakemea ile pepo ya bubu, yani ile pepo ya kutoongea na ile pepo ya kutosikia, akaikemea. Na yule kijana akawa ni kama mfu. Yesu akamnyoshea mkono, akamsimamisha, na akasema, pepo usiingie tena kwake. Na yule kijana akasimama. Ndio sababu nimeamua kuzungumzia kwamba katika Kristo, katika Mungu, katika muumba mbingu na nchi, yale ambayo hayawezekani kwa mwanadamu. Wa yule mzee alileta mtoto wake kwa wanafunzi wa Yesu, kwa akina Andrew, kwa akina Filipo, maana Petro hawakuwa, akina wale wanafunzi wake wote waliokuwa pale. So akina Tomaso wakaweza kujaribu kufukuza pepo, lakini hawakuweza. Lakini Yesu alipoingia, pepo ikajua na ikaelewa kwamba huyu ambaye amekuja ni moto wa kuotea mbali. Huyu ambaye amekuja ni yule mambo yote yanawezekana kwake. Huyu ambaye amekuja ni yeye yule aliye na uwezo katika juu, katika ulimwenguni na hata chini ya nchi. Yeye ni Mungu mkuu mwenye uwezo. Pepo likatoka. Nimekuja katika asubuhi ya leo kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwamba kuna mambo mengi yametushinda kama wanadamu. Tumejaribu kutafuta mbinu zetu, tumejaribu pesa zetu, tumejaribu wale watu wa Kanzani wa Sauli, tumejaribu mbinu za kila njia, lakini hatutafaulu, hatutapata ushindi.
Yesu wa Nazareti. Na hiyo inawezekana. Mtu wa Mungu asema amina. Haleluya. Alienda kule Naini. Akapata mtoto wa yule mwanamke mchanga amekufa. Alipopata mtoto amekufa, wanamchukua kutoka ndani ya mji wakumpeleka nje ya mji ili waende kumzika. Na Biblia inasema Yesu akawaambia simameni, na waliposimama Yesu akamwendea yule mtoto akamgusa. Alipogusa, Biblia inasema kwamba yule kijana akamwita kwa jina na akaweza kuishi tena, akasimama na akapeana kwa mama yake. Wakati watu wa Naini walikuwa wameshindwa, walijaribu wakashindwa, wakaamua sasa ni mashishi ya pango. Yesu akatokea, akabadilisha maneno, akabadilisha mashishi, akabadilisha mpangilio ya matanga. Mtoto akapata kuishi tena. Yasiyowezekana kwa wanadamu, yasiyowezekana kwa watu wa Naini, yasiyowezekana kwa watu wa Betania, yasiyowezekana kwa Tailasi, yanawezekana kwa Mungu. Na katika jina la Yesu wa Nazareti, inawezekana, inawezekana na Mungu, inawezekana na Mungu, inawezekana na Mungu katika jina la Yesu. Haijalishi daktari amekwambia nini, niko na habari kutoka juu mbinguni kwamba na Mungu, kwa Mungu inawezekana. Kansa inaponywa kwa Mungu, ukimwi inaponywa kwa Mungu, inawezekana kwa Mungu. Wanadamu wanaweza kulemewa, wanaweza kuwa na upungufu, lakini kuna Mungu muweza ambaye anaweza mambo yote. Walipanga wakamweka sana na kameza kana Abednego ndani ya moto. Walipoweka ndani ya moto, matarajio yalikuwa wafe, matarajio yalikuwa waungue, matarajio yalikuwa waishe, lakini kwa sababu mambo yote yanawezekana kwa Mungu, hawakuchomeka. Wa Mungu akawatoa ndani kwa uwezo wa jina la Bwana. Nazungumza hivi kwamba na Mungu, kwa Mungu mambo yote yanawezekana, yanawezekana yote. Yule anaitwa Abraham alikaa miaka mingi bila kupata mtoto na Sarai, wakakaa miaka mingi kwa ubinadamu wakashindwa. Kama kulikuwa na madawa wale watu wanaitwa Wamasai, wakakunywa vibuyu yote, lakini hawakupata uponyaji, hawakupata mtoto. Mpaka Mungu alipokuja kushuka haya maisha yao, tumbo zao zikafunguliwa, wakapata mtoto Isaka. Kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Waliona utasa, Mungu ako na uwezo kufungua tumbo zao katika jina la Yesu wa Nazareti. Maana alifanyia wale, atafanya na kwako wewe. Unayenikasama asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Inawezekana na Mungu. Yale ambayo mwanadamu hawezi, yale kanisa la P.A.G haliwezi, yale kanisa lako haliwezi, yanawezekana kwa Jehova. Katika asubuhi ya leo, ninakwambia hivi, wakati umeambiwa huwezi, kuna muweza mambo yote. Wakati malaika walienda kwa Meri, wakamwambia utachukua mimba, Meri akasema itawezekanaje? Katika kitabu cha Luke chapter number 1 verse 7, itakuwaje? Maana sijaoleka.
atapata mimba aje. Malaika akamwambia ambaye ni Gabriel, akamwambia siwezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Katika jina la Yesu. Kitabu cha Yeremia chapter number 32 and verse 27 inasema, tazama mimi ni Mungu wa watu walio na uhai. Je, kuna jambo nisiloliweza? Bwana anaweza mambo yote. Asubuhi ya leo kuna nguvu katika madhabahu haya. Bwana anaweza mambo yote. Hakuna uwezo kufanya mambo yote. Hakuna uwezo kusababisha milango ifunguke. Hakuna uwezo kusababisha uweze kufika mahali ambapo jamii yenu na familia yenu hakufika. Hakuna uwezo kukusaidia kuondoa aibu ya kila njia katika maisha yako. Haleluya. Hakuna uwezo. Asubuhi ya leo inawezekana na Mungu. Asubuhi ya leo mateso yake yanaweza kufika mwisho. Asubuhi ya leo Bwana anaweza kukusamehe tena. Asubuhi ya leo Bwana atakunyanyua kutoka chini akuweke juu. Asubuhi ya leo Bwana atakufuta machozi yako yote, na ni katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuomba na mtu hapa katika asubuhi ya leo. Nilikwambia kwamba zile habari ulizopokea kutoka kwa madaktari, kutoka kwa marafiki zako, wakakwambia uko na hayusiwe ya milele, Bwana ako tayari kukuondoa hapo. Unashindwa, utajiondoaje? Bwana ako na uwezo kukuondoa mahali ambapo umejikuta, na ni katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo nataka kwenda kuomba na mtu hapa ambaye anasema, mtumishi wa Bwana, ninaamini kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Inawezekana kwa Mungu. Hata kama umefinywa namna gani, inawezekana kwa Mungu. Kwa Mungu inawezekana. Kwa Mungu inawezekana. Kwa wanadamu haiwezekani. Umejaribu wanadamu. Nakumbuka yule mwanamke yule ambaye alikuwa anatokwa na damu miaka 12, akatembea kwa mikono ya wanadamu, hawakuweza kumpatia msaada, wakampokonya kile kitu alichokuwa nacho, mali yake yote yakaishia kwa mikono ya wanadamu. Na mwisho alipokuja kugundua, akasema yale ambayo haiwezekani kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Akasikia Yesu anapita, akamwendea Yesu, akajipenyesha ndani ya mkutano, akajaribu awezavyo, mpaka akaguza upindo wa nguo ya Yesu. Biblia inasema kwamba alipoguza hivi, ile chemchemi ya damu ilikuwa inamtoka, ule mshipa ukakauka, na damu yake akaweza kuwa sawa. Mpaka Yesu akauliza, ni nani ameniguza? Wanafunzi wakamwambia, hapana mwalimu, watu ni wengi. Akasema, ndio watu ni wengi, lakini kuna mtu ameniguza. Na aliposema hivyo, Biblia inasema kwamba yule mwanamke akajitokesha mwenyewe, akasema, ni mimi yule mwanamke nilikuwa natoka na damu, nimepitia mikono ya wanadamu hawajanisaidia, lakini mara nilipoguza nguo yako shida yangu ikaisha. Alikuwa ametezeka miaka kwa mikono ya wanadamu, lakini kwa sababu Mungu anaweza mambo yote, akafika kwa Yesu aliye na uwezo kutenda mambo yote, na ile shida yake ikaweza kukauka, akapata uponyaji kamili katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuombea mtu hapa katika siku hii ambaye anasema, Bwana nihurumie, kama vile yule mzali alichoka na maisha ya mtoto wake kuanguka chini, anaangushwa chini mara kwa mara,
moto, mara ndani ya maji, yakiwa na matumaini kwamba yaweze kumaliza yule mtoto. Lakini Yesu akamkomboa na kumnasua kutoka kwa mikono ya adui. Inawezekana asubuhi hii kuna tusoma zote juu kwa imani. Inawezekana. 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 Inawezekana asubuhi hii. Musa wanapotoka katika nchi ya Misri waliweza kupita, wakakutana na maji, mto mkubwa, kwa nguvu za wanadamu wakaona hawawezi, wakaona wamefika mwisho, wakaona ni kifo na majo. Kando ni mlima mzito na kando nyingine ni mlima, mbele ni maji mengi, nyuma maadui wanawafuata. Wakamlilia Mungu ambaye anayeweza mambo yote, na Mungu akafungua njia. Sijui ni wapi shida ipo, nakwambia inawezekana na Yahweh. Inawezekana na Yahweh. Inawezekana na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Inawezekana kwake yule aliyeziumba mbingu na nchi. Inawezekana mtetezi wetu yu hai, atakutenda mema katika siku hii, atakuondolea majoshi yote, atakuponya magonjwa yako yote. Ile shida imekuwa ikikusumbua, Bwana anaenda kuiondoa na itarudia tena. Itakuwa ni historia, maana Bwana anaenda kuvuta kila kitu. Ushindi wa Bwana upate kuonekana. Kama unahitaji maombi ya jinsi hiyo, unanisikiza, unanitazama, uko ndani ya mkutano huu, ndio ni mkono wako juu, maana nasikia kuna utukufu ndani ya nyumba. Kuna neema ya ajabu ndani ya mkutano huu. Kuna maisha ya mtu yanabadilika. Kuna mtu mambo yake itaenda vizuri. Kuna mtu amechoka, anasema kufikia hapa waje niachane. Katika jina la Yesu, Bwana anaenda kusimama pamoja na wewe. Utamaliza kwa nguvu, utapata ushindi kwa nguvu, unaenda kuponywa tena na Bwana. Neema ya Bwana anaenda kukupigania katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Wewe ni mkono wako juu, ninaomba pamoja na wewe. Amen. Amina. Baba, tumekuinulia mikono yetu juu, njia ya kusalenda kwako, kwamba sisi hatuna uwezo, sisi hatuna nguvu, sisi hatujui, wewe ndiye unayejua. Tumekuja mbele zako katika siku hii tukiomba kwa jina la Yesu Kristo. Tumeamini neno hili kwamba vile ulivyomponya mtoto wa yule mzee ambaye alikuwa ameingiwa na roho ya kufafa, alikuwa ameingiwa na pepo ya kumwanguza chini, ambaye ilikuwa inataka kumuua. Baba yake akajaribu wanafunzi, hawakuweza. Akakuja kwako Bwana Yesu, ukakemea pepo na pepo ikatii. Asubuhi ya leo uliweza kuambia wanafunzi wako ulipokuwa unaenda mbinguni, ukasema umepewa mamlaka na uwezo wote, umepewa nguvu na ufunguo. Ukaambia wanafunzi wako, nendeni ulimwenguni kote mhubiri Injili, kemea pepo, wekea watu mkono, ponya wagonjwa katika jina la Yesu. Hizo nguvu ziko juu yetu, na kwa sababu ziko juu yetu, nimesimama madhabahu haya kuwakilisha mbingu. Naomba kwa
jina la Yesu. Kila ugonjwa unasumbua mtu yule, kila mapepo yanayogandamisha watu wako, wanapotaka kwenda mbele, wanarudishwa nyuma. Ninakataa hizo nguvu zote kwa uwezo na mamlaka ambayo Bwana umenipatia. Ninakemea kila aina ya pepo kwa jina lake, kila aina ya ugonjwa kwa jina lake, kila nguvu zote za kimesetani kwa majina yao, iwe ni majini ya angani, iwe ni wakuu wa anga, iwe ni maroho ya nchi kavu, iwe ni maroho yaliyo ndani ya maji, kwa majina yao nimepewa uwezo kuangamiza kila chini na pepo, na ni kwa jina la Yesu Kristo. Achilie watu wa Mungu, waachilie watoke kwa makaburi yao, waachilie watoke kwa maroho ya kutokuwa na tumaini, wafungue kutoka kwa mikosi na maraha, waweke huru wafurahie maisha yao, waweke huru wafurahie ndoa zao, waweke huru wafurahie watoto wao, waweke huru wafurahie kazi zao, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninaachilia neema, ninaachilia kibali cha Bwana. Baba Mungu uliyeumba mbingu na nchi, ninaomba ukatukumbuke, ninaomba Bwana ututembelee, ninaomba uturehemu Bwana, ninaomba ugeuze hali zetu. Wengine wanapitia ngumu, wengine wanapitia mateso, wengine wanapitia mambo ya machozi mengi. Hakuna mtu anaweza kukimbilia. Tunakukimbilia asubuhi ya leo, tusije tukaibike Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo. Jina la Baba lipewe sifa. Tumesema ndio, tumesema ndio. Bwana, Bwana, katika asubuhi ya leo kwako yote yanawezekana, yanawezekana yote. Hakuna jambo Bwana umeweza kushindwa. Unaweza mambo yote Bwana, unaweza mambo yote. Tuko mbele zako, unaweza mambo yote, unaweza mambo yote Jehova, unaweza mambo yote. Yale ambayo yamekuamini mbele zetu ikukairejeshe kwa jina la Yesu, maana katika wewe unaweza mambo yote. Jina la Baba lipewe sifa, jina la Baba liinuliwe. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Tumepaki kukutumainia, tumepaki kukukimbilia, tumepaki kukutegemea wewe, tumepaki kuliitia jina lako takatifu, tumebaki tukifupisha mlango wako. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe mwenye nguvu zote, ni wewe unayeweza mambo yote Bwana. Jina lako litukuzwe na liinuliwe mbele yote. Asante Bwana. Ndio taliko na roho nene, ndio taliko na Yesu, ndio taliko na roho na mabera mangi, ndio kigo sinyate na sai, ndio kigo sinyate mwotu kwa kumia, ndio kiotana na korana sebe mara, ndio kiotana usimusinga wantu bao, ndio kiotana kwa kwanya, meika kiosmetana wantu bao tana kwa kutora, ndio kiotana wasura, ndio kikira wasina manane, kuna roho mama sipi, asali yetu ya Yesu, katika jina la Yesu inawezekana, katika wewe, katika Mungu, sio manabii, katika Mungu mambo yote yanawezekana. Tata na tunalele mangi,
Hata siku ya leo wacha vitu vibadilike. Kutana na maisha yetu kwa siku hii. Ongea na mtu asubuhi ya leo. Badilisha mambo ya mtu ambaye yameharibika. Tena maajabu. Hata na ibada ya siku ya leo yote inawezekana. Kupitia wale wanaokuamini wewe. Tumekuamini Bwana. Tutendee makuu. Tutembelee. Gusa maisha yetu. Gusa ndoa zetu. Gusa watoto wetu Bwana. Gusa afya yetu. Gusa maisha yetu. Tupe nguvu mpya. Kwa wewe ni Bwana wa Bwana. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba na kuamini. Na mtu wa Mungu asema amina. Kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Mtegemeeni Bwana. Na hiyo shida ambayo imekuwa ikikusumbua, aminini kwamba Bwana ameiondoa. Na itarudi tena katika jina la Yesu Kristo. Tukiwa katika hiyo hali, napenda tutoe sadaka zetu ili tuweze kubarikiwa pamoja, maana kuna nguvu katika kutoa. Tunapotoa tunabarikiwa. Neema ya Bwana inatutosha. Anaweza mambo yote. Matendo yake ni makubwa. Hakuna Mungu wa kufananishwa na yeye. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tutatoa sadaka zetu. Tunapoenda katika madarasa yetu ya Sunday School. Tutamaliza saa 3:50. Ili tuweze kuingia kwa main service, maana kuna wageni leo hapa. Ili tuweze kubarikiwa pamoja.